Wewe usichume. Uweza kwa wamepanda hayo maua wamepanda kwa ajili ya nyumba. Halo. Vipi ndugu yangu? Za siku kimya. Asi tupo tunashukuru Mungu hivyo hivyo. Aise kimya, umetusahau. Alikuwepo hapa. Na alikuwa na ugwadu na wewe akikupata leo. Mia! Abe? Fanya yako uje na mjomba. Nenda kuongea na mjomba. Ongea na mjomba. Shikamoo mjomba. Sijambo. Mzima. Mjomba, mbona uliondoka hata hujaniaga? Allah, adhabu yako uninunulie zawadi. Bisi, usiponinunulia hiyo miguu yako yote naitafuna. Haya, umeusikia bala yake. Usipoleta bisi unakuja kutafunwa wewe miguu yako. Mwaka huu bwana tumeyakanyaga. Ni ngoma ni kwa ngumu space. Ni wapi na mvivu. Karibu huko. Wema. Ndio umekuja kuyafuata na nyewe mani. Mimi msinifanye kama mkubwa mwenzenu. Mimi na wewe hapa kucheza. Unawahi kucheza? Haya kinga. Kaka mimi. Mbali hizi. Ya, tumeshajaza. Kama wewe. Ushapata ya maji. Kwa hiyo unaondoka unanisubiri? Subiri. Sasa uko na haraka nini? Shingana. Babu lako umeidondosha. Ndio langu nipe mjukuu wangu. Nipe yangu. Sasa hivyo iweje? Baba nachukua hapa niko nakutania. Asante. Baba. Dini. Asante baba. Asante. Baba sio huko nyumbani kwako sio huko. Nyumbani kwangu huko mimi mama.
Dasa hizo. Salama, habari? Safi, karibu. Asante. Samani. Bila sababu. Hivi janionea katoto hivi kabinti kadogodogo hivi kana nywele za usi na vishanga hivi. Nimeona hapa muda si mrefu alikuwa anacheza na watoto wenzie, ila kaenda huku. Ila huku na watoto wenzie. Ila sasa hivi kwa makini watoto wengi wanapotea. Ndio maana wazazi wengi sasa hivi wanasindikiza watoto shule. Kwa alikuwa maeneo haya? Alikuwepo muda si mrefu. Ila sasa hivi mtu atakiwa makini kweli, si kwa sababu gani watoto wanachukuliwa ovyo ovyo. Mtu sasa hivi mwanao msindikize, ukitaka karuhusiwa na walimu uje kumchukua uende naye nyumbani. Yaani sasa hivi watoto kwani makini, watoto watapotea ovyo ovyo. Kwa sababu gani? Sielewi sasa hivi, sijui kwa nini. Basi naomba niendelee kumtafuta kwanza. Hebu jaribu kwenda na huko kaangalie huko, labda utamuona. Nje huko inatoka? Inatoka. Na alikuwa ameendea hivyo na enzie. Asante. Haya, sawa, karibu. Yaani sasa hivi watoto kwa makini nao kweli, ana watoto wanaibiwa ovyo ovyo. Fabras, kazi imekwendaje? Kazi ilikuwa ngumu, ila tunashukuru umefika salama. Safi sana, big up. Ndugu yangu, mbona hivi? Ndugu yangu, Mila mwenzo toka mdaloondoka mpaka saa hizi sijui hata alipo. Sijui hata kaingilia wapi, nishamtafuta mji wote unavyoona huko nini. Huko ulipotoka umeuliza kwanza? Kiana kutana naye kwanza kanipa jibu sawa na la kwako tu. Hamna alomuona. Mbona ishakuwa bala ndugu yangu? Naelewa sasa. Maana hapa mtani watoto wanapotea ndugu yangu. Hapo ndo mnaponichanganya. Yaani mkishaongelea hivyo tu kwa kweli mimi sijui nafanyaje. Sasa hapo cha msingi twende huko tukamtafute. Na kingine pia tumwambie kabisa mume wangu, maana unajua mwenyekiti. Kwa hiyo tusipompata anaweza kaenda kutangaza huko msikitini, mkanisani, tutajua moja. Kweli. Sasa kama ni hivyo basi tuanze kumtafuta kwanza, tukirudi ndo tutaenda baadaye tucheleweshe. Sawa. Vijana, kazi nzuri sana iliyofanyika. Masharti tuliopewa tumeyatimiza na tuna kinga ya kutosha. Kwa hiyo tukae kikazi. Fabras, ninakuamini. Umesimamia kazi vizuri na utaendelea kusimamia. Sitaki ukosee sehemu yoyote. Kama mlivyofanya vizuri, iendelee kufanyika vizuri. Kila kitu kitakwenda sawa vijana, sawa? Karine, naona upo tu. Kwa hiyo pamoja sana. Karine. Ndio. Wa kuoga. Ndio. Nadhani mmesikia maneno ambayo ameongea kiongozi wetu. Kwa sasa tumepata kinga ya kutosha. Tuna uwezo wa kufanya jambo lolote lile ambalo litatukabili mbele yetu. Akiwa mwanamke, akiwa mwanaume. Tumeelewana? Bila woga wowote wote. Kwa sasa
nyinyi wote hapa mko chini yangu na mtafuata kile ambacho nitakwambieni mimi. Tumeelewana? Ndio. Kazi moja tu. Vipi umeka? Mama karibu. Yaani mume wangu mtoto mpaka sasa hivi hajapatikana. Maana tumetafuta kutwa nzima. Na mpaka sasa hivi hatatuelewi chochote. Nafanyaje? Sasa saa hizi ninavyoona jua limeshakutwa. Kwa maana hiyo itabidi tufanye subira. Kesho tuitane wanakijiji yote tujadili swala hili, hatimaye tupate ufumbuzi kama kwenda kituoni au kupata maamuzi yote. Alafu binadamu usiku mkubwa anaweza akapata msamaria mwema akamuhifadhi. Kwa kesho baba, mbali sana, mbali. Mata sijui mwanangu yuko wapi, sijui ataka wapi. Kwa kesho mbali baba. Sasa tutafanyaje mwanangu? Kwa ajili gani? Ndio hivyo ishatokea sasa. Lazima tuwe na subira. Mama Mila, ndugu yangu, vumilia. Mpaka kesho asubuhi hapa tutajua tunafanyaje. Wewe na mtoto hata hajapotea, labda kuna mtu amemstiri. Maana hata sasa tukisema tuende kituo cha polisi tutamema masaa 24 ndio yale yale tu. Wewe vumilia ndugu yangu. Ni kweli ndio hivyo hivyo wanavyosema ndugu yako, tufanye subira. Kesho Mwenyezi Mungu akijali, asubuhi tukutane tujadili swala hili la upoteaji wa mtoto, hatimaye tutapata maamuzi yote kama kwenda kituoni au pengine patakuwa kashaonekana. Sasa hata tukienda kituoni saa hizi tutapewa masaa 24 tumtafute, ni yale yale. Li, Sawa tu. Li, hivi ulivyocheza na mezio ameenda wapi? Ujui? Anushakuwa mtihani. Wewe usijali ndugu yangu. Wewe nenda kalale, asubuhi tutajua tunaanzia wapi tunaishia wapi. Mama Mira. Mama Mira. Sawa, sasa hivi. Mama tulia. Hapa Mama Mira. Nashukuru Mungu. Sijui nini huko. Umependeza dada. Pendeza wapi? Si watu labda umenenepa. Au si kwa sababu muda mrefu? Kweli? Muda. Mimi nipo tu. Okay. Karibu mama. Mjomba wangu Mira yuko wapi? Mira. Mira. Dada. Wewe umenyamaza kimya, sikuelewi. Nimekuuliza. Mjomba wangu Mira yuko wapi? Abi, Mira amepotea. Amepotea? Nasikia amepotea mazingira gani? Mama Mira. Ni muda mrefu sasa. Hata ulipomuulizia ni sawa, umenikumbusha. Nilikuwa nishaanza kusahau. Amepotea poteaje? Sijui. Na kwa nini umeshindwa kunipigia simu kanipa taarifa? Mimi kwenye kitu kama hicho kwa mimi zanga kupigia simu. Kwa simu yenyewe imepotea toka siku ya tukio. Mimi sielewi, yani sina nachokijua hapo mimi. Mtoto ameondoka tu mpaka leo hii ninakwambia sijui unataka makatekwa, sijui ukapotelea wapi. Yani sina ninachokijua mimi kusema kweli. Kituo cha polisi mmeenda kupeleka ripoti? Nishaenda huko kote. Una taratibu gani mpaka muda huu? Bado anamtafuta.
Naomba usilie dada, naomba usilie, na sitaki nione chozi lako kwa sasa. Mama Mira, nakuahidi nitafuatilia kwa njia yoyote ile mpaka nihakikishe Mira nimemleta hapa nyumbani akiwa mzima, akiwa amekufa. Utafuatilia wapi kaka? Wapi? Mama Mira, naomba nielewe kauli yangu na naomba uniamini. Nitalifuatilia kadri ya uwezo wangu. Naomba nyamaza. Twende ndani tukapumzike. Ndugu zangu wana kijiji, nimewaita hapa tujadili kutokana upoteaji wa watoto. Watoto wanabakwa, wanalawitiwa. Kwa maana hiyo tumeitana hapa tujadili swala hilo. Hasa nyinyi kina mama inabidi ndio muwe makini na kuwalinda watoto wenu. Manake hili swala limetokea, tushalifikisha hadi kituoni, lakini ndio kama hivi sasa. Walinzi wakubwa ni nyinyi kina mama. Umenielewa? Sasa tunafanyaje kuhusu kuwalinda watoto? Maana watoto asubuhi wanaenda shule, atapokuwepo nyumbani yuko chini ya himaya yako wewe mzazi. Akishatoka shule nyumbani kwenda shule, atapofika shule yuko kwenye himaya ya walimu. Lakini hapa kati hapa panatakiwa ulinzi. Manake hapa kati na kuna watu wewe waharibifu hapa wamekaa kwa kufanya maovu kwa watoto. Hata wale wanaowateka watoto hawawateki shule wala hawawateki nyumbani. Kwa maana hiyo wanawateka kipande hichi cha kati. Tunafanyaje jinsi ya kuwalinda watoto? Mwenyekiti, ukisema swala la kulinda watoto kwamba shule nalindwa na walimu, nyumbani nalindwa na wazazi. Ukisema hapa katikati tushirikiane si kuwalinda watoto, basi na maana wote wazazi tukasome ili tutoke nao madarasani turudi nao nyumbani. Mimi nilichokuwa nakifikiria labda serikali ya wao ndo angeweka kizuizi hapa katikati. Kwa sababu wao wana mkono mrefu kuliko sisi wazazi tuanze kuhangaika na watoto madarasani, majumbani. Mzazi mmoja na watoto 5 unafanyaje? Ni sawa wazo lako, lakini sasa hapo sitakuwa ngumu kuwachukua jeshi la polisi kuja kusimama barabarani. Mimi bado nasisitiza hapo kwenu nyinyi. Mpoteze muda wenu ule wa kumtoa mtoto nyumbani unampeleka shule. Na ile jioni unajua mwanangu anatoka muda gani, unamfuata kule shule unamrudisha nyumbani. Naona hapo tutapata mafanikio yaliokuwa mazuri. Mjumbe hapo unasemaje? Mwenyekiti, mimi wazo langu kama mimi hivi, kwa nini tusichague vijana katika kijiji hichi tukajitolea tukawa walinzi shirikishi katika kijiji hichi ili tukapambana matukio yanayotokea katika kijiji chetu? Wewe vipi babu wewe? Mwenyekiti subiri kwanza. Mimi tozi mwenyekiti. Mimi mambo ya kulinda mimi si yangu. Wewe unionaje babu wewe? Mimi tozi wewe, mimi siwezi kulinda wewe babu. Mimi siwezi kulinda wewe. Unazingua Toni. Mimi siwezi kulinda. Mwenyekiti. Hao ndio wizi wenyewe. Kwa sababu kwa nini huyu akatoe kulinda? Kwa nini akatoe? Wewe mwenyekiti unaona mimi nafanana na wizi wewe? Mwenyekiti mniangalie kwanza, mimi nafanana na wizi wewe. Waacheni mambo yenu wenyewe. Umesikia, sisi ndio wanaume katika kijiji hichi. Yaani kwa vyovyote tukae, tushirikiane, tufanye. Wewe mwanaume peke yako. Mimi nishakwambia mimi tozi, mimi sio mwanaume, mimi tozi bwana. Wewe unitambue kwa nini? Tumekuja kutafuta mwenyekiti, kama wewe mimi siwezi kulinda na naondoka hivyo. Juzi ndio kuonekana. Leo mwana leo kama hivi mwenyekiti. Katika maamuzi haya mimi nakubaliana na wazo la mjumbe alotoa. Habari za hapa? Salama kwema. Tunashukuru. Hapa kuna tatizo kidogo limetokea. Mtoto amepokea tangu jioni mpaka saa hizi bila mafanikio yote. Poleni sana. Anaitwa nani mtoto? Mira. Anaitwa Mira. Mira nani? Mira Oma. Oh, Mira Oma. Umri gani? Miaka 5. Miaka 5. Aha. Sawa. Amepotea katika mazingira gani? Anacheza tu nje.
Mtaani, nyumbani au shuleni? Ni maeneo ya pale pale nyumbani tu, nyumba ya jirani. Nyumba ya jirani. Kuna mtu labda, kuna mtoto mwenzie alikuwa anacheza naye au alikuwa anacheza peke yake? Yupo. Ukimuuliza anasemaje? Hana anachokielewa kwa sababu naye ni mdogo zaidi yake. Sawa sawa. Na mmejaribu labda kumtafuta sehemu ambazo anapenda kwenda kucheza? Wote tumejaribu. Baba wa mtoto? Omar Juma. Omar Juma. Sawa sawa. Mama mzazi? Catherine. Catherine. Sawa. Mnaishi mtaa gani? Makamita Majengo. Majengo. Sawa sawa. Sawa. Afande Mrombo. Afande. Sasa chukua faili ya hawa kina mama. Sawa. Ufuatilie kesi yao. Sawa. Ushirikiane na Afande Baia. Sawa. Muhakikishe mtoto anapatikana. Hakikisheni mnasaidia hawa kina mama wapate mtoto wao. Sawa afande. Kazi nimekubali, nitakuja kuifanya mtiifu kabisa, kwa sababu huu uhalifu umezidi sana katika mji. Na kesi sasa zinazidi sasa kwa kituoni. Za upotevu wa watoto. Niko tayari afande kutumikia taifa. Mwezi nataka kunipa maskari labda nikaingia na kumtafuta mwanangu mpotea, bado ni mdogo sana, mwanangu sio kwa nje. Mama, mimi ndio afande kushika faili. Nitapita mtaa kila mtaa, mji kila mji, mpaka mtoto atapatikana na wahalifu watapatikana na atafikishwa katika sheria. Mama, kweli na ushirikiano, maafande wako pamoja na ninyi, watakachohitaji kweni Beneti na mtoto wenu atapatikana kwa wakati sahihi, kweni na amani kabisa. Kwa naondoa shaka mmefika sehemu salama. Hapa askari tupo kwa ajili ya kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Kwa hiyo mtoto wenu atapatikana kwa namna yoyote ile. Poleni sana. Asante. Mbona kina mama? Ana vipi? Poa. Yaani Labiera, sijui nikwambia nini. Unajua mtaani kwetu kumeharibika. Yaani kijiji chetu kimezidi kuwa na sifa mbovu. Kila siku unyanyasaji unazidi kuwepo. Yaani hata hatujui nani atakayeweza kutusaidia. Mwenyekiti mwenyewe hata eleweki. Naelewa ndugu zangu. Sawa, tambua fika. Kiani hapa. Leo na wiki. Na sijui nakutia kimazingira gani. Pole. Acha kusikitisha. Hata askari afuatilie zoezi. Labi, hivi unataka kuniambia kwamba unahisi na maaskari wanahusika kwenye hili jambo? Simaanishi hivyo. Ila siuoni ushirikiano wao. Sasa ni nini? Hata unachukua mimi hapa. Sitaweza kuondoka mpaka nihakikishe ndugu wangu Ana amepotea kimazingira gani, na mpaka nijue ni nani unahusika na hiyo tabia katika kijiji chetu, ndipo nitaondoka katika wote. Utaweza kupambana na hili peke yako? Naomba niamini mpenzi wangu. Mimi ni mtoto wa kiume. Na mimi nitakamilisha tu zoezi. Yaani nitafurahi sana kama utafanikiwa kufikia. Naam, halo bosi. Natambua ndio. Hamna bosi. Toka nifike huko nyumbani kidogo. Kuna shida zimetokea. Naomba nipe kama wiki. Natambua bosi, natambua. Ndio. Sawa. Labi, unataka kuniambia unaenda tena mjini? Ana, naomba nielewe. Kauli yangu ni hii. Sitoweza kuondoka tena mjini mpaka nihakikishe ndugu wangu Ana mazingira, na mpaka nijue ni nani ambako amehusika, ndipo nitaondoka. Nitafurahi kama utatekeleza hilo. Mama, nakupenda pia. Umefurahi eh? Naomba tuondoke.
Mama Faiza. Faiza yuko wapi? Mpaka saa hizi usiku umeingia. Kwani mndani hayupo? Sasa angekuwepo ndani tusingeulizana kama hivyo. Mtoto anazurura huyu. Nimeongea naye asubuhi tu hapa. Sasa unashindwa wewe kumdhibiti. Wewe Faiza. Ndio, shikamoo. Mahaba, umetokea wapi sasa hivi? Nimetoka kwa rafiki yangu baba. Sasa hiyo sio tabia nzuri kwa rafiki yako, sio kututaelewaje. Sasa hivi unyanyasaji umetawala, watu wanabakwa na hawitiwa, watoto wadogo wanapotea. Sasa wewe ukipotea sisi tutakutafutia wapi? Yaani tuache shughuli zetu za kutafuta riziki tukutafute wewe. Yaani baba Faiza sema, maana huyo mtoto mtaka kuongea naye asubuhi tu hapa. Lakini sasa hayupo. Usiku unatoka wapi wewe? Mama Faiza, ujue mambo haya sio mazuri. Wewe ndio unakaa na watoto. Mimi habari zote nizipate na wewe, lakini wewe inaonesha kama unaridhika na matendo wanavyokwenda ovyo watoto. Kwa baba Faiza, mimi siwezi kumkanya mtoto wako. Au kwa vile sijamzaa mimi huyu. Si nimetaka kuongea naye asubuhi tu hapa. Sitaki mambo ya kuzurura mtaani sasa kumechafuka. Usitokelee kitu gani au umeshakuwa? Toka kaosha vyombo huko. Ndio siku nyingine ushafikia mtu mzima, sio wakati wa kupigana. Ile kama udhalilishaji. Ukiambiwa kitu sikiliza afu muelewe. Kama hichi baba anataka, hichi mama anataka au hichi akitaka. Mama mimi Odi. Odi. Odi wenyewe. Karibu. Asante. Haya, mimi ni afisa mpelelezi kutoka katika kituo cha kati hapa. Asante sana. Haya, ujio wangu huu nimekuja kwa ajili ya kupotelewa na binti yako. Sasa nataka nijue, je, imekuwaje mpaka binti yako kapotea? Kweli yani hata mwenye sielewi, sababu alienda kucheza, lakini baada ya kwenda kucheza ndo mpaka leo kwa sina atachokielewa. Na hujamtuma mahala popote? Hapana, sijamtuma, ni alikuwa anacheza tu.
Sawa. Watoto walikuwa anacheza nao nafahamu? Yaani kwa watoto walikuwa anacheza nao kwa kweli ni chini ya umri wake, wadogo sana kiasi kwamba hata kuwaoji na uwezi, yani uwezi hata kuwauliza kitu kwa kuelekeza. Yaani wadogo chini yake. Sawa, nimekuelewa. Basi unaweza ukanipatia picha yake? Picha na pia picha yenyewe kwa kuwa sijajiandaa, labda tu niilete baadaye kituoni. Basi utaileta kituoni, au kama utakuwa umeafilika nitakuja kufuatilia mimi. Yote sawa, na nitashukuru pia. Sawa. Karibu nisaidie jamani. Asante, kuwa na amani. Karibu. Sisi ndo kazi zetu hizo. Kuwa na amani. Asante.